gives you a temptation that is common and allows that temptation to come your way, which is of your ability. And the Bible says, but with the temptation will also make a way of escape, that you may be able to bear it. Praise be to God. Maana kinasema na haya majaribu yote, ingawa ni jaribu la kawaida, ingawa ni jaribu kiwango chake, tena Mungu anapeana njia ya kushinda. He gives a way of escape so that you are able to bear it. Nataka upigie Yesu makofi mazuri. Praise to God. Na wale watu ambao wanafikiriana kuwa God is inhuman, Mungu yeye ni mkatili, Mungu ni Mungu ambaye hajali and so forth, hayo mambo yatakana yatoke kwa akili yako. Yule ambaye anafikiria ndani yako hivyo is the devil. But God is a caring God. Ni Mungu ambaye anajali. The Bible says kuwa shida za wenye haki ni mingi. Many are the affliction of the righteous, but the Lord brings them out of them all. Shida za wenye haki ni nyingi, lakini Mungu anawaondoa kutoka katika hizo shida zote. Kwa hiyo the Bible says God will always make a way of escape. Praise to God. Now we are talking about God making a way of escape. Praise to God. So Mungu siku zote anatengeneza njia ya kushinda, na hiyo njia ya kushinda haipatikani nje ya neno la Mungu. Njia ya kushinda inapatikana ndani ya neno la Mungu. Ndugu yangu na yangu nanipata, njia ya kushinda majaribu yako iko ndani ya neno la Mungu. The way of escape is not outside the word of God. Praise to God. Ndugu, kwa nini nimefanya hivi? Niliamua nidanganye ndio niweze kushinda. Hatushindi kwa kudanganya, kwa sababu njia ya kushinda haiko nje ya neno la Mungu. It is inside the word of God. When Jesus was tempted, I want to take you back there. Wakati Yesu alipojaribiwa, in the book of Luke chapter 4 verses 1, katika kitabu cha Luka Mtakatifu 4 mstari wa kwanza. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the wilderness and was led by the Spirit into the wilderness. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Verses 2, being tempted 40 days by the devil, and in those days he ate nothing. And afterwards, when they had ended, he was hungry. Tupatie ndugu tafsiri verse 1 and 2. Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu akarudi kutoka Yordani kiongozwa na Roho Mtakatifu hadi nyikani, mahali ambapo kwa siku 40 alikuwa akijaribiwa na ibilisi. Praise to God. Chia hapo tu. Maandiko yanasema Yesu akiwa amefanya nini? Amejawa Roho Mtakatifu. Watu wanafikirianga ati majaribu ni ya watu ambao hawana Roho Mtakatifu. Majaribu inajaribu hata wale wanaojaa Roho Mtakatifu. Mnanipata vizuri? Ukisikiana kifucho ameanguka, mwenye kuanguka na kuona mwenye amesimama. Wapenda mnanipata? Mtu ambaye ameanguka haezi anguka. Yule mwenye kuanguka